Sauli, ni nini nilikufanyia? Kwenda kila wenga kunyetakira huru. Akasema, mimi nitakuachia Mungu, nakutakia mabaya unatakia, nakutakia wewe unatakia mabaya, mimi nakuachia Mungu. Kuna mtu yachia Mungu? Kuna mtu yachia Mungu? Wengi wanabeba. Wengi wanabeba wenzao, hawachii Mungu. Najua mtu anajiuliza sasa hapa nataka kujifunza nini? Nataka kuwafunza neno ambalo linasema kukimbilia ndani ya Yesu. Kukimbilia ndani ya Yesu. Haleluya. Tuko nyakati ambazo tunakumbuka kuzaliwa kwa Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Hii mwezi ni mwezi ambao tunakumbuka Christmas ama kuzaliwa kwa Yesu. Mungu aliona ni vizuri ajitoe yeye mwenyewe kama neno lake, akalifanya Yesu Kristo. Yesu akakuja kwa hii dunia ili akatukomboe. Bwana Yesu asifiwe. Na sisi huwa tunamkumbuka ikifika hii mwezi ya 12. Bwana Yesu asifiwe. Nami sijaenda mbali sana na hiyo na hii wakati, lakini nataka nikwambie makimbilio mazuri, makimbilio mema ni ndani ya Yesu. Mahali popote unaweza kimbilia, unaweza anguka, unaweza jipata kwa mtego, lakini ukikimbilia ndani ya Yesu mambo yote itakuwa sawa. Bwana Yesu asifiwe. Tutasoma Mathayo chapter 2. Mathayo chapter 2 verse 13 mpaka hiyo verse ya 13 yote. Naweza kutusaidia na Kiswahili? Tunasoma katika kitabu hicho cha Mathayo 2 na tunasoma mstari wa 13. Nao hao walipokwisha kuenda zao, tazama, malaika wa Bwana akamtokea Yusufu katika ndoto, akasema, ondoka, mchukue mtoto na mama yake, ukimbilie Misri, ukae huko hata nikuambie, kwa maana Herode anataka kumtafuta mtoto amwangamize. Amen. Haleluya. Biblia inatuambia, wacha nisome kwa Kirundi, muhungira muri Egiputa. Bamaze kugenda, umumarayika w'Umwami Imana yiyerekera Yosefu mu ndoto, aramubwira ati, byuka ujane na nyina uhungire muri Egiputa, ugumeyo ushitsaho nzokubaririra, kuko Herode agira arondera umwana ngo amwice. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Wakati huyu Yesu alikuwa amezaliwa. Wakati alizaliwa kuna Herode. Huyu Herode hakuwa anataka kusikia mfalme mwingine. Lakini Yesu ndiye alikuwa ametabiriwa. Biblia ilikuwa inasema kuna mfalme atazaliwa. Wakati huyu sasa Herode akajua hii habari ya kwamba mfalme Yesu Kristo ashazaliwa. Akatafuta jinsi anaweza kumuua. Bwana apewe sifa. Hapo vile alikuwa anatafuta vile atamuua, malaika wa Mungu akaambia Yusufu, akamwambia, chukua mtoto, kimbilia Misri, maana Herode anataka kumwangamiza ama anataka kumuua. Bwana Yesu asifiwe. Biblia ya Kiswahili inasema kumwangamiza, hii nayo inasema kumuua. Si hiyo maneno nimesema? Kumumaliza. Bwana Yesu asifiwe. Huyu Yusufu akachukua Yesu Kristo, akakimbia akapeleka Misri, wakakaa huko mpaka ile siku Mungu ataambia Yusufu kuja na mtoto tena, maana Herode mambo yake imeisha. Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya. Nimekwambia hakuna mahali pa kukimbilia pazuri isipokuwa ndani ya Yesu. Wakati huo Yesu alikuwa anazaliwa, Herode ndiye alikuwa anamtafuta. Lakini kwa sasa Yesu alifariki juu yetu na akakuwa uzima pia juu yetu, akarudi kwa Baba. Bwana Yesu asifiwe. Sasa mtu mwenye anakutafuta, unajua ya kwamba Yesu alikimbia ili akue ukimbilio wetu. Ukitaka kukimbia, kimbia ndani ya Yesu. Haleluya. Kama ni magonjwa ya kupandamana, usikimbie kwa mganga yeyote, maana yeye hataweza. Kimbia kwa Yesu. Kama ni umaskini ilikuwa inakuandamana, wacha nikwambie, usikimbilie kwa
Illuminati, kimbilia kwa Yesu. Maana Yesu anaweza yote. Bwana Yesu asifiwe. Acha nikunywe maji kwanza. Niona mwingine anakunywa. Wanawaambia maji ni uhai. Acha mnisikie sasa kwa sauti. Haleluya! Bwana Yesu asifiwe. Herode alimtafuta Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Herode alimtafuta Yesu. Sauli alimtafuta Daudi. Na sasa hivi kuna mwingine anamtafuta ambaye ni shetani. Nataka nikwambie, haya yote unatenda, unafanya, maendeleo yako shetani hawezi kufurahia. Hata kidogo hawezi kukupenda. Maana Yesu alisema, dunia ikiwapenda kujua kwamba imependa kitu chake. Niseme hivyo. Lakini kama wewe sio wa dunia, jua kwamba hutawahi kupendwa na shetani hata siku moja. Tangu uzaliwa mpaka umalize safari, hutawahi kupendwa na shetani. Atakuwa akikukimbiza. Lakini nimekuja kukutangazia kwamba mahali pazuri pa kukimbilia ni ndani ya Yesu. Na unajua kwamba mpango huu hauwezi kubadilika au kubadilishwa na mtu yeyote. Maana Mungu akishapanga ashakupangia. Shetani hataweza. Atajaribu, vile vile inasema, atajaribu kutuumba hapa kwa kisigino, lakini sisi tutamkanyaga kwa kichwa. Bwana Yesu asifiwe. Sidhani kama unanielewa vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Nataka kila mtu ajifunze kukimbilia ndani ya Yesu. Ukishajua kwamba Yesu ndio chemchemi ya maisha yako, ukishajua kwamba Yesu ndio kimbilio lako, maisha yako yote utakusanya uyaweke ndani ya Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Kama ni mambo za tuseme, kama ni pesa ulikuwa unataka, jua kwamba hakuna mali nyingine zinaweza patikana isipokuwa hii, zile Mungu alimpangia ndani ya Yesu. Maana Biblia inasema, ukisoma Biblia inatuambia sisi tulibarikiwa before foundation of the world ndani ya Yesu Kristo. Sijui kama hiyo mziki imeingia. Before dunia iumbwe, tulikuwa tumetengenezwa na Mungu ndani ya Yesu. Haleluya. Kumaanisha ya kwamba kila kitu ambacho unafaa kuwa nacho kiko ndani ya Yesu. Haleluya. Kama ni pesa, ndani ya Yesu. Kama ni afya, ndani ya Yesu. Mahali popote utatafuta kama ule ambao kufuata Yesu ni bure, ni zero. Lakini ukijua kama ndani ya Yesu, utaanza kutembea ukiwa shujaa, simama imara katika safari. Maana wewe si mtu wa kutingizishwa na kadri. Ni kadrogo. Biblia inatulinganisha na mautisayo. Itikadoni ndani ya Yesu uko hivi. Haleluya. Hata kuona vitu za hapa karibu, hata kuona mambo ya kawaida, hapana. Ona mbali. Biblia inatuambia mahali popote utafikisha macho yako inafika kilomita moja, hapo ndipo utapewa. Macho yako inafika mahali utafanikiwa, mahali utaokoka, mpaka ukue gari. Ukishafikisha hapo utanunua. Macho yako inafika mahali kununua ndege. Ukishafanyisha imani uone ndege utanunua. Bwana Yesu asifiwe. Kama ni gari unataka, tuseme kama gari yako ishafika hapo, anza kutembelea wale watu wa magari. Ongea na wao. Muulize, hii gari yako unaiuza? Muongeleshe, akwambie, naweza uza. Unataka pesa ngapi? Unataka nuru, lakini mwambie unataka pesa. Sio uko na gari. Nishatoboa siri. Siku moja ningekuja nikuulize, sasa hiyo gari yako naweza kuuzia? Naweza kuuzia. Unataka pesa ngapi? Uniambie. Sawa. Nipeni test kwanza. Na nifanyia kitu. Na test. Hiyo ni imani. Nazunguka naenda tu supermarket. Na mbona kitu kwanza naenda kwa hiyo gari. Naenda kwa nyumba. Niko na imani kwamba hiyo ni gari yangu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu ni wakati wa kuwa imani na nijua kwamba niko na dakika zangu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Ukisikia naongea kama ni mtu kama mzuri. Bwana Yesu asifiwe. Mfanye kusikia, unafaa pia kusikiza na kujua masikio. Ninaomba imani na kusaidia kupandisha imani. Mimi nilianza kupandisha imani kitambo, hata sasa hivi naendelea. Bwana Yesu asifiwe. Na wapea siri ya kununua gari. Pale umeshafika hapo ndipo utaishi. Ile ndio ambayo umeshaanganisha kuu. Hiyo ndio utaipata. Haleluya. Naweza kuwa pesa kidogo hapa na mfuko. Lakini sitaki kuonyesha maana. Ukiniuliza kuna pesa ngapi? Nakwambia nimetembea na 5,000. Si ati kwa 5,000, nimetembea na 5,000. Unaweza kufanya somo, sitatoka kufanya somo leo. Huna. Ni physically ukiangalia huna pesa. Ile aje sana ya kidogo. Umunyane geka kugeka kome.
Let the weak say, I'm strong. Let the poor say, no. What can I say? Let the weak say, I'm strong. Let the poor say, I'm rich. Let the blind say, I can see. What the Lord has done me. Haleluya, mmeelewa? Maskini wacha aseme mimi ni tajiri. Mwenye hana macho wacha kipofu aseme mimi naona yale Mungu amenitendea. Ni wakati wa kupandisha imani. Ukijiweka nyuma hakuna mtu atakuweka mbele. Ninakwambia ukweli. Bado safari bado tunaendelea. Ukiwa na Yesu, never give up. Ukiwa na Yesu, usikate tamaa. Wewe songa mbele. Haleluya. Hizi ndio tunaimba hapa ni neno la Mungu. Wacha tukasonge mbele. Tukimbie ndani ya Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Naona ni vizuri sana. Bwana Yesu asifiwe. Wakati Herode alikuwa anatafuta Yesu, ilikuwa ni mpango wa Shetani ili Yesu asipatikane kwa hii dunia. Maana kama angekosa kupatikana, hatungekuwa na kitu cha kujivunia. Lakini alipatikana, akatukomboa, akakufa, tukakufa ndani yake, akafufuka, tukafufuka ndani yake. Akaenda mbinguni na sisi akatukarisha karibu na yeye. Mahali kwa sahihi, unaweza kuniangalia uende kawaida. Lakini nataka nikwambie, mimi nishaokoka. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Hii yote tukauka midomo labda mpango wa Shetani. Lakini namtangazia alishindwa. Haleluya. Huyo ameshinda kitabu sana. Kwa sababu mimi ni wa Mungu, mimi ndani ya Yesu ninasonga mbele. Na wewe unataka kusonga mbele. Tukimbilie wapi? Ndani ya Yesu. Kwa sababu Biblia inasema wao ambao wako ndani ya Yesu Kristo hawatashindwa na chochote, hawatashindwa na hukumu. Maana Yesu alikuja ili aonekane, sisi tusionekane. Mmenielewa? Kama ulipokea Yesu, sahihi sio wewe. Alikubadilisha mpaka akubadilisha jina. Wewe ndio utajielewa hapo, lakini ukishajielewa hakuna kitu kingine wewe utapia isipokuwa ni jina la Yesu. Hata wewe kuzaa mtoto, gift ya kwanza unampea ni jina. Si mimi nilipata mtoto juzi. Nimpea jina. Haleluya. Na Yesu wakati tulizaliwa na Mungu akatuzaliwa na yeye, alitupewa jina. Haleluya. Jina la Yesu, jina. Jina la Yesu, jina. Jina la Yesu, jina. Jina tulilopewa. Hatujapewa jina la Yesu ili tulichukulie kawaida. Hapana, tulipewa jina la Yesu tulifanyishe kazi. Bwana Yesu asifiwe. Nikipatana na mlima mahali, nasema in the name of Jesus, move. Na move. Haleluya. Haleluya. Aya. Jina la Yesu tulipewa ili tulifanyishe kazi. Usichukulie kawaida, tumeshapewa jina ambalo linatusaidia kwa kila kitu. Ni jina ambalo tunasema mashetani yanaondoka. Ni jina ambalo tunasema Satani anaambia wafanyakazi wake kama huyo. Haleluya. Kama ni wakati wa magonjwa unasikia kitu kinakushika hapa, sema in Jesus name mimi nipona. Na kwambia ile tunaenda. Haleluya. Shida ambayo tuko nayo ni acha niwaambie. Watu wengi hapa hatujuani kuomba na lugha. Kuomba na dini. Kuomba na dini kitu ambacho inasaidia. Hata kama ukiomba na dini Biblia inatuambia akili yako inapotea, lakini roho yako inaomba. Holy Spirit anakuombea ile inafaa. Bwana Yesu asifiwe. Kama nimeshika na kusonga nini? Nimeshika na kitu hapa. Nasikia hiyo nasema riko sana ya pandeko sana hapa chakwa ya dakika moja imeenda na naendelea safari. Endelea safari, endelea safari. Haleluya. Wako tayari kuendelea safari. Tufanye hivi. Haleluya. Isipokuwa wachawi sisi wote tuko sawa. Na naona sio tumefanya hivi. Bwana Yesu asifiwe. Tunataka kuendelea safari.
tukuwe na mabonde, tukuwe na mlima. Tunajua kwamba hata mlima huko chini kuna mabonde. Hakuna jaribio ambalo hutaweza kushinda, maana sio unajipigania. Haleluya! Mwenzio usipiganie mwenyewe, napiganiwa na Bwana. Unapiganiwa na Bwana. Usikate tamaa hata kwenda kutafuta vitu huko nje. Illuminati zilimasomo. Ili nilisikia ati Illuminati walikosa renti hapa Nairobi. Mlisikia story kama hiyo? Shetani hana kitu yoyote, hata kwa kuzimu si kwake. Yuko kwa kuzimu, akamtupa huko si kwake. Shetani hana kitu, asikudanganye. Sisi tuanze kuenjoy, tulijuana Yesu. Tuko sawa. Haleluya. Dakika zangu nabakisha moja. Bwana Yesu asifiwe. Lakini nataka nikutangazie kimbilia ndani ya Yesu. Hakuna kingine. Kama unataka kwenda vipi, enda kabisa. Usikuwe kama mtu mwingine alikuwa anataka kwenda huko kwa wazungu, lakini alikuwa mweusi kama mimi. Akaambiwa ili ufike, utakanyagisha miguu yote kwa hii maji. Lakini yeye akakanyaga kaondoka, akakanyagisha mguu mmoja, ingine kabaki nyuma. Vile akakanyaga hiyo akafanya hivi, hiki talenti ikakuwa nyeusi, ingine ikakuwa white. Tusikuwe hivyo. Tuingie kabisa, tuingie ndani ya miguu yote. Kama ni kwa wazungu, nasema aje? Kama ni kukufa ukufe juu ya Injili, kama ni kupona upone juu ya Injili. Haleluya! Ni kusonga mbele, hakuna kitu kingine isipokuwa kusonga mbele. Haleluya! I decided to follow Jesus. I decided to follow Jesus. I decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. That is my prayer. Bwana Yesu asifiwe.